Bila shaka nchini Tanzania na dunia kwa ujumla watu wako bize kwa sasa hivi wakijaribu kutafuta video za Rosalind Bellon. Rosalind Bellon, wengi wanajiuliza nani? Wengine kama unayo nitumie inbox. Wapo waliokuwa radhi kutoa pesa kuishuhudia video ya utupu ya kijana huyu. Unaweza ukajiuliza, unaweza kutumia mbinu gani kuhakikisha kwamba unarekodi faragha zako bila kuvuja? Lakini unaweza pia kujiuliza, unafanya nini kuzuia faragha zako ili usirekodiwe wakati mnatimiza haja zenu? Kila mtu anakuwa na malengo yake. Mwingine anaiona kesho kwa kile anachokihitaji yeye mwenyewe. Leo basi hoja mezani, tuitizame video ya Rosalind Bellon. Kutizama kwa mtizamo chanya, kwa maana kwamba mtizamo wa kutengeneza mazingira kijana wako wa hapo nyumbani asijaribu na yeye kufanya hivi akaona sawa. Kiukweli sio kitu ambacho kinapendeza kwa jamii ya Kitanzania yenye maadili, jamii ya Kiafrika yenye kutunza siri na faragha za mtoto, basi hata jamii ya dunia. Huyu kijana ni mdogo mno. Safari yake imeanza kuharibika mapema. Imagine akihitaji kupata kazi, kampuni gani itamwamini kwamba huyu anaweza kutunza siri za kampuni? Hivi ni nani anaweza kumweka mbele na kuwakilisha huko watu wakimuonyesha vidole yule ndo kijana ambaye alijirekodi video na ni mtoto wa mchungaji? Jamii inapaswa kutambua kwamba kujilinda kwa wenyewe ndo chanzo kimoja cha kuweza kutengeneza kizazi bora. Kujilinda kwa kuhakikisha kwamba picha inayoonekana kwa nje ndio inayosadifu maudhui. Kifupi ni kwamba unaweza ukamlea mtoto akaonekana kama mtu wa Mungu, yupo kanisani, ana speech mambo ya Mungu, lakini je, hayo anayoyaongea na matendo yake yanaendana? Ingawa baadhi ya mambo yanasema usifate matendo yangu, fata maandiko yanavyohitaji. Lakini je, katika hili matendo huwa yanafuatwa pia kwa dunia sasa hivi? Wapo watakaoona kawaida tu kujirekodi kwa kuwa mtoto wa mchungaji kajirekodi, si ndio? Lakini ni hatari mno. Usifanye hivi. Mwambie mtoto wako asifanye hivi. Je, unatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba ukiwa faragha au rekodiwi?